Mwokozi wa maisha yake, lakini hana matendo, hiyo imani imekufa. Imani bila matendo ni imani ambayo imekufa. Ni kusema matendo ni moyo wa imani. Matendo ndio yanakuza imani yetu. Matendo ndio yanatia nguvu imani yetu. Matendo ndio yanasukuma imani yetu mahali fulani. Sababu tunaposema ushirika na Mungu, kuamini tu haikupatie ushirika na Mungu. Ulikuwa unajua hivyo? Kuamini tu haikupa ushirika na Mungu. Kwa nini? Hata mapepo yanaamini lakini hayashirikiani na Mungu. Halo? Kuna mtu ananipaka mahali hapa? Unajua kama shetani anajua Mungu yuko? Mapepo nayo yanajua Mungu yuko. Yanamjua na Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Yanaamini, lakini je, yana ushirika na Mungu? Na wewe Mkristo, pasipo matendo, wewe na yale mapepo hakuna utofauti. Sababu nyinyi nyote kuzimu mtaenda. Ndani ya moto wa milele mtatekea. Lakini matendo ndiyo yanatuingiza katika ushirika na Mungu. Ushirika wetu na Mungu umo katika mambo mawili tu. Sema, ndani ya ushirika wangu na Mungu we have two words: give and to receive. Haleluya. Amen. Ushirika wangu na Mungu una maneno mawili tu: kutoa na kupokea. Shida ambayo ipo, watu wanataka washirikiane na Mungu katika habari ya kupokea tu. Tunaamini kupokea tu, hatuamini kutoa. Ndani ya service ya kwanza tumeambiwa habari ya kutumika na Mungu, kutembea na Mungu, kuwa karibu na Mungu. Hauwezi kuwa karibu na Mungu kupitia imani. Never. Shetani anaamini Mungu lakini yako mbali. Kwanza imani yake inaweza kuwa kubwa kutuliko. Sababu yake akisikia tu jina la Yesu anateketea. Anateketea, anaanguka. Lakini sisi jina la Yesu tumelizoea. Tumelizoea kama maji ya kunywa. Sasa ushirika wetu na Mungu ni kutoa na kupokea. Number 1, tumeamini. Sasa inabidi tujitoe kwake Kristo Yesu. Na unapojitoa kwake Kristo Yesu, ni wewe na nyumba yako na vyote unavyo. Maisha yako unamtolea Kristo Yesu. Ukisha kujitoa kwa Mungu, ni hapo na wewe utapokea kutoka kwake. Kristo akasema, ufalme wa Mungu upo katikati yenu. Kuna watu wameamini lakini bado hawajaingia katika ufalme wa Mungu. Sababu ya nini? Wamekataa katiba ya Mungu. Haleluya. Ukikataa katiba ya Kenya, hawezi kukaa Kenya. Na watu wengi wamekataa katiba ya Mungu. Ni
kusema wamelikataa neno la Mungu. Hawataki kufanya vile neno la Mungu linataka. Wanataka wajiongoze. Sababu ya nini? Hawajasarenda maisha yao kwa Kristo. Last Sunday tukasema watu wamempea Mungu chumba kimoja ndani ya nyumba labda ya vyumba 8. Wamemfanya Kristo kuwa mgeni maishani mwao. Hawajamfanya mwenye nyumba. Hawajampatia nafasi ya kutawala maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Tunaposema kutoa na kupokea, hata Mungu mwenyewe alitoa. Alitoa mwanawe wa pekee, akamtoa kuwa sadaka, akamtoa kuwa dhabihu kwetu. Na hiyo ndio inaonyesha upendo ambao Mungu alipenda ulimwengu. Tangia zamani Mungu alikuwepo, lakini hili neno la kusema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, inakuja na New Testament. Hapo mbeleni ilikuwa watu ndio wanatoaga tu, wanatoa dhabihu. Lakini ilibidi Mungu naye arudishe kuonesha upendo ambao anatupenda. Akaitoa sadaka ya kutukomboa. Akaitoa sadaka ya kutuponya. Akaitoa sadaka ya kutufungua kutoka vikamba vya shetani. Tulikuwa wauaji, tulikuwa washarati, tulikuwa walevi, wavutaji bangi na mengine yote mabaya tulifanya, lakini kwa ajili ya upendo wa Mungu akamtoa mwanake wa pekee ili kila atakayeamini apate wokovu. Sasa wokovu ni ile kusarenda. Haleluya. Kuingia ndani ya ufalme na miguu yote mbili. Haleluya. Kuna watu wanashindana katika hivi tu. Anajaribu niingie, hapana sitaweza. Niingie, hapana sitaweza. Lakini nataka nikwambie, kama unataka kuona mkono wa Mungu, ingia kinaganaga. Wokovu ni kujitupa. Wokovu ni kujiachilia. Kama vile tunaona watu wakienda kuswim, wanajitupaga ndani ya swimming pool. Si kwamba mule hamuna shida, si kwamba hamuna matatizo, sababu kuna wengine wanakufia ndani ya swimming pool, lakini wanaingia tu. Haleluya. Wanaingiana na wanafunga macho. Na unataka kuingia katika ufalme wa Mungu, funga macho. Funga macho. Haleluya. Sema litakalo kuwa liwe. Lakini mimi na Yesu mbamba, naingia mimi wote jinsi nilivyo. Wengine wanasemaga wanaokoka tu roho, lakini mwili haitaokoka. Wengine wanaokoka roho, wanaokoka mwili, lakini akili haziokoki. Lakini neno la Mungu linasema hivi, tutamtumikia Mungu kwa nguvu zetu zote, kwa roho yetu yote na kwa akili yetu yote. Tutaingia ndani ya Yesu Kristo kinaganaga. Na katiba ya Mungu ni neno la Mungu, kulitii neno la Mungu
addition. Lakini jinsi lilivyo, nitaleta mfano. Neno la Mungu linasema tumepewa bure. Yesu akawaambia wamitume, mumepewa bure, toweni bure. Kama nitalala njaa, hiyo hainione. Mimi naambiaga watu hivi, nani mwenyewe hapendage nyumba yake? Nani mwenyewe anaweza kuona mtoto amenyamba hapa sitting room akose kutoa hiyo kinyesi? Nani? Nani mwenyewe ataona nyumba yake imeharibika akose kuisafisha? Hivyo wakati ambapo tunampatia Kristo Yesu maisha yetu, yeye anakaa ndani yetu, yeye mwenyewe anaoccupy maisha yetu, yeye mwenyewe anatupatia vyote vile ambavyo tunavihitaji. Anajua kama si neno lake mtu huyu asiishi peke. Kwa nini unaishi peke yako hii miaka yote? Jibu ni kwamba haujaingiza miguu yako mbili ndani ya ufalme. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haujaingiza miguu yako mbili na masito, haujatii katiba. Ama ndani ya katiba unaangalia tu yale yanakupendeza, lakini yasiyokupendeza unaachana nayo. Neno la Mungu linasema anawavika ndege wa anga, anawavika maua na anawalisha ndege wa anga. Si hivyo? Ndio. Sasa kama yeye anakaa ndani yangu, hata kubali nitembee na watu wako nasema ona jinsi anafanana, na anajiita ameokoka, Yesu Kristo mwenyewe ata provide. Amen. Hata kubali nikiwa ndani ya ufalme nyumba yangu ifungwe. Sana jua nikilala nje nitagonjwa limonia. Sasa nikigonjwa limonia nitaweza kumtumikia? Kaa ndani ya Yesu Kristo kikamilifu, mengine yote anasema utazidishiwa. Yepe kataleta, yepe katakupatia. Na kama unataka kutii neno la Mungu, pokea neno kwa ukarimu bila judgment. Mimi njoo amehubiri leo sababu sijaoleka. Mimi njoo anahubiri leo sababu sivaage vizuri. Shindwa kwa jina la Yesu. Amen. Hiyo ni pepo. Mchana wa leo tutavunja roho ambayo inaitwa kutooa na kutooleka. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ingia ndani ya Yesu Kristo kikamilifu. Mengine yote Mungu mwenyewe anakujali. Sasa neno la Mungu limetuambia kulikuwa mama moja mwenye aliingia ndani ya wokovu, mwanafunzi wa Yesu Kristo, akaingia ndani ya ufalme yeye wote na mali yake yote. Nataka nikwambie hivi, mtumishi wa Mungu ni zaidi ya dhahabu mbele za Mungu. Vile wao unaonaga dhahabu ni ya damani, Mungu anakuona wewe mtumishi wake zaidi ya dhahabu. Anakuona wewe mtumishi wake zaidi ya maelfu ya watu. Wewe ni mtu wa damani sana. Na kama wewe ni mtu wa damani, hata kubali ukufe haraka
ushindani yao usiku kama vile mchana, maana wewe ni damani. Anasema hivi, nikipoteza huyu nani atasimama pa nafasi yake? Unajua kwa nini shetani anauaga watumishi? Jana kitu moja chenye shetani na profitaka ni absence yako tu. Halo. Ndio maana inabidi tuko tunawaombea watumishi wa Mungu. Shetani anajua ninapo uwa mtumishi wa Mungu, hakuna mwenye atamreplace. Hakuna mwenye atakuja kutumika vile alikuwa anatumika. Hakuna mwenye atakuja na sauti tena ya kahindo. Haijalishi watu wanakuwa wanaiga. Unajua wahubiri wanakuwa wanaiga kutana wakati mwingine wote wako na sauti lakini power tofauti. Ndio maana anakuprotect usiku na mchana. Sababu wewe ni mtu wa damani sana. Haleluya. Amen. Kama ulikuwa haujue, Mungu anakuona wewe wa damani sana. Kama mtoto wa Ruto analindwa. Kama mtoto wa Ruto sisi wote tunamwangalia, atako sura mbaya tunamtamani. Nani mwenyewe hawezi kupenda Charline Ruto? Chuna tu kimpata umepata bali ya baba yake. Unaweza acha wasichana weupe ukamchukua Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo sasa na sisi machoni pa Mungu wetu tuna damani zaidi ya Charline. Baba yetu Mungu anatuma walinzi. Acha nikwambie, kama sio walinzi Mungu anatutumia kila siku itole, wewe ni nani kukaa hapa Kariobangi 15 years? Hello. Wanatujua, wanatufahamu vizuri, lakini jeshi la mbinguni linatuzunguka usiku kama vile mchana. Wenyewe wanatujua vizuri, ni wachawi vile wanatuonaga katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Hawana nguvu, hawana uwezo ya kutukaribia, sababu sisi ni watoto wa mfalme. Na ikiwa sisi ni watoto wa mfalme, tunaishi kwa ajili ya ule mfalme, tunarithi vyote ambavyo yako navyo. Lakini ingia na miguu miwili ndani ya ufalme, tena kaa kitako. Neno la Mungu linatuambia ndani ya Waefeso 5 verse ya 1, anasema kwa hivyo mfuateni Mungu kama watoto wapendwao. Inabidi wewe kama Mkristo utambue kwamba Mungu anakupenda na sana kupenda. Ringa ndani ya Yesu Kristo. Hakuna mahali pengine tunaweza kuringia. Hakuna mahali pengine tunaweza kufurahia. Tunafurahi sababu tuliokoka. Tunafurahi sababu Kristo ni Bwana wetu, ni mfalme wetu, ni Mungu wetu. Alishinda vita na sisi tulishinda. Alifufuka na sisi tunafufuka kila siku itwayo leo. Maana Paulo anasema hivi ndani ya Wakorinto wa pili, unaposoma sura ina, anasema kila siku tunauzwa kwa kifo. Lakini sababu kifo cha Kristo kiko ndani yetu, tunaishi. Amen. Je, umetiwa muhuri na Yesu Kristo? Sababu tunapoingia katika ufalme na miguu yetu miwili tumetii katiba, tunawekwa muhuri. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka wakati ambapo korona inatokea.
wakati korona inatokea. Bwana Yesu asifiwe. Kukawa habari ya kwamba inabidi watu wapate vaccination, na watu wengi zaidi, watu wa imani wengi waliona ni muhuri wa nani? Shetani, muhuri wa mpinga Kristo. Lakini sifa zimrudi Bwana. Tuwe tunaeleza watoto wetu habari za Mungu. Zamani kitambo niliwaeleza watoto wangu ya kwamba wakati mwaka wa 2000 unaingia, watu walikuwa wanajua ndio mwisho wa nini? Wa dunia. Lakini mimi Mungu akanipa ufunuo. Kaniambia haiko mwisho, lakini akanionyesha malaika tayari. Mlango wa mbingu uko wazi na malaika wako tayari, wamepanda farasi na tayari parapanda ziko mdomoni, wanangojea saini ya Baba waipige. Na ndio mwisho wa dunia. Lakini sio sasa. Mungu akaniambia hivi, akanipa ufunuo jinsi Antikristo anaanza kazi kwa hii dunia. Na nikaona wakati Antikristo anaanza kazi, na mimi nilikuwa mzima, na Mungu akaniambia haya mambo yatakukuta ungali mzima. Alafu akaniambia hivi, kwa wale watakatifu wa Mungu wamekwisha kutiwa muhuri na Kristo Yesu. Neno lile ambalo liko katika Ufunuo, msizuru maji, msizuru bahari wala nchi, ngojeeni niweke muhuri kwa walio watakatifu. Bwana kaniambia tayari mumewekwa muhuri, na wakati Antikristo atakuja, wale Wakristo ambao hawana ufahamu ndio watakufa. Haleluya. Wale wafugufugu watakufa kwa kujiokoa nafsi zao, sababu hawakuingia ndani ya ufalme kikamilifu. Lakini wewe ambaye una muhuri wangu tayari, ule muhuri wa Shetani hauna nafasi ndani ya maisha yako. Sasa watoto wakanikumbusha, sababu kazi nyingi zilipaswa kuisha kama haukamate vaccine na uachane na watoto wakanikumbusha. Unajua wakati ambapo kulikuja huduma namba nilikataa kabisa. Sasa watoto wananiambia, lakini mama, unakumbuka maneno uliyotuambia zamani? Katoto kamoja kakakumbusha. Sasa si ndio muda huyu Antikristo anaanza kazi na wewe ungali mzima. Sasa kanisa lifungwe sababu haujatiwa muhuri, ama watu wafukuzwe kazi sababu hawajatiwa muhuri, kanisa litaendelea aje? Halo. Nikaenda kwenye magoti nikaomba Mungu. Na wakati niliomba Mungu akaniambia hakuna kitu hata kimoja ambacho hiyo vaccine itawafanya. Mungu akatupa mwelekeo. Haleluya. Mnakumbuka mwelekeo Mungu alitupea? Unapoenda kamata vaccine njoo isikuzuru mwili wako. Kunywa maziwa, kunywa asali, nenda ukatungwe shindano, after hapo kunywa maziwa, kunywa asali. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tukaenda tukapata vaccine. Kuna mwenye vaccine iliua ndani ya hili kanisa.
Hakuna. Lakini katika imani kuna watu walikuwa wanasema bora kazi ishe, sitakamata vaccine. Ninamwambia sasa, kazi kisha utakufa na njaa. Na ile imani uko nao hautawezaka ingia hata kanisani. Hiyo inaitwa ni mifupa sasa. Haleluya. Kuna watu wanapenda kukunywa maziwa tu. Lakini kuna wakati wa kula mifupa. Wakati wa corona tulikula mifupa na meno haikuvunjika. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wapendwa, huyu mama ilipofika nafasi ya kufa kwake, watu wakasema huyu mmoja hatukubali kumpoteza, sababu ni wa maana sana. Kumbuka ya kwamba magonjwa ni natural, tukiwa na mwili tunaweza kuugua. Sasa huyu nimempata, ameingia mpaka mautini, lakini wajane aliyowahudumia wakasema huyu mmoja hatukubali. Nani atakaye kuwa anatushonea tena nguo? Nani atakaye tusaidia? Wakasema sisi hatuna nguvu za kufufua. Lakini Petro wako hapa karibu, mwende mumuite. Petro akaja. Unapoendelea kusoma mpaka 41 utasikia Petro akaja, akaingia ndani ya ghorofa mahali walikuwa wamemlaza, wamekwisha kumuosha na kumvika ili kwamba azikwe. Petro akaja, akawatoa watu wote nje na akamuombea na akamwambia, Tabita amka. Tabita kaamka, akaendelea na kazi ya nani? Akisha kwa Mungu. Nazania alitumika vile alikuwa anatumika, alitumika maradufu. Kwa watu waliookolewa, kwa watu waliokombolewa, majaribu haiwezi kuwatenga na Kristo Yesu, bali majaribu yanawaambatanisha na Kristo tena zaidi. Na wakati ambapo Mungu anaisha washindia jaribu, wanampenda Mungu tena zaidi. Lakini watu ambao hawakuingia ndani ya ufalme, wakati majaribu yanakwisha, wanamtoroka Kristo. Wakati shida zinatatuliwa, njoo wanaenda nyuma, wanarudi nyuma. Wanarudi kule walipotoka. Sababu ya nini? Hawakuwahi kukombolewa, hawakuwahi kuokoka, waliamini tu. Na imani haiwezi kukuokoa. Imani bila matendo haiwezi kukusaidia. Lakini imani plus matendo ndiyo inatupa safari ya kwenda mbinguni. Kuna watu wengi wanataka tu waingie kanisani na kutoka. Sisi tumeamini, tumeokoka, Yesu ni Bwana, lakini hawataki kumtumikia Mungu. Hawataki ushirika na Mungu. Wanataka wapokeane tu kutoka kwa Mungu, lakini wao wasiwahi kutoa. Ile ushirika haiwezi kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Haiwezi kuendelea. Imani bila matendo inakuwa imekufa kabisa. Tusikie habari ya imani ni nini. Tusome Waebrania 11 verse yake ya kwanza. Waebrania 11 verse yake ya kwanza. Waebrania sura 11 verse yake ya kwanza inasema, basi imani ni kuwa na uhakika ya mambo yatarajiwayo
ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Amen. Amen. Tunamwamini Mungu, tunaamini neno lake, tunatarajia siku moja mbinguni tutaingia, na kama tunaamini hivyo, sharti tutumikie hizo mbingu. Hawezi kukaa kitako eti sababu naamini na tena natarajia bila matendo. Ni sharti umtumikie Mungu. Kuna kipawa Mungu ameweka ndani mwako, sharti kifanye kazi. Umeingia ndani ya ufalme. Tuko ndani ya hili taifa sisi sote, si hivyo? Tuko ndani ya government. Hello? Uko ndani ya government? Uko ndani ya administration ya Kenya? Ndio? Hapana. Uko na kazi gani ndani ya administration ya Kenya? Bwana Yesu asifiwe. Wewe uko ndani ya taifa la Kenya. Lakini tunaposema government ya Kenya, administration ya Kenya, hauhesabiwe ndani tu, hauko ta chief, hauko ta nyumba 10. Wewe tu neema uko nao, tunaitwa Mkenya. Haleluya. Sasa ukiona wale ambao wako ndani ya government saizi ya President Ruto walitumikia, ni ndio ama ni hapana? Halo? Walitumikia, walitoa pesa zao, walitoa muda wao, walihangaika katika hali za kampeni mpaka Ruto apite, walimsapoti kwa njia zote. Sasa wewe umeamini Kristo ni Bwana, una matarajio ya kuingia mbinguni, inabidi utumikie ufalme wa Mungu. Inabidi utumikie. Uko ndani ya ile ufalme, lakini inabidi ufanye kazi. Haleluya. Amen. Kuna kampeni bila pesa. Kuna wakati tulikuanga na mtu mmoja hapa ndani ya kanisa letu, alikuwa anagombania ubunge kule Busia. Tuliomba maombi yetu yote, tulifunga na kuomba, lakini pesa zilikuwa ziko. Alipata ile ubunge. Mungu atusaidie. Tunaomba kwa imani, lakini inabidi tuwe na matendo, ili kwamba na sisi tuonekane ndani ya government ya Yesu Kristo. Inabidi tutumikie wokovu tuliopewa. Inabidi tutoe mali zetu, ili kwamba ufalme wa Mungu uendelee, ufalme wa Mungu upanuke. Inatubidi tuwe na matendo mema, tusaidie wasiojiweza katikati yetu, tushikamane pamoja. Kanisa la kwanza liliendelea kwa nini? Ndani ya ile kanisa hakukuwa mtu mwenye iko na chaki. Waliishi ndani ya community. Haleluya. Amen. Community ni kusema hakuna mwenye iko na chaki. Patie mwenzako mkono, mwambie chako ni changu. Haleluya. Ndani ya ufalme tunahitaji kutumika. Nguvu zetu zote zifanye kazi, akili zetu zifanye kazi, mali yetu ifanye kazi, ili kwamba ufalme
ufalme wa Mungu ujengwe. Ndugu yako asirudi nyuma sababu amekosa msaada. Halo, hapa tuko na masingo mada. Tuko na watu hawana kazi. Tukishirikiana pamoja, tukijuliana hali na kutenda mema, neno la Mungu linasema anayemsaidia maskini anamkopesha Mungu. Je, uko na kitu cha kudai Mungu? Mungu hapo na deni yako. Kuna kazi umefanya yenye siku moja unaweza mwambia Mungu nikumbuke. Mungu nikumbuke juu ya hii. Hapa saa hizi ninabanwa, lakini nahitaji Mungu nikumbushe. Unikumbuke. Unitendee mema. Unisaidie. Kumbuka na kutolea moja ya 10. Kumbuka na kuanga na kushukuru. Kumbuka na toaga renti ya nyumba yako. Baba, usiruhusu nyumba yangu ikafungwa. Baba, naomba unijengee nyumba sababu na mimi nilikujengeaga hekalu. Bwana, nikumbuke sababu na mimi nakuanga na support watoto wa wengine kusoma. Nasomesha mayatima, nalisha mayatima. Mungu nikumbuke mtoto wangu asikose school fees. Wala maombi yako ni ya uchoyo tu. Mungu nibariki, 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 nibariki. Mbingu nazo zinauliza tukubariki kunini yako. Uko na nini? Wewe unaitwa kila wakati nasemaga sina. Kuna watu jina yao inaitwa sina. Sasa we sina, unataka tena upewe nini? Unataka ubarikiwaje? Unataka ufanikishwe aje? Na wewe unaitwa sina. Hakuna siku unakuanga na kitu. Nataka nikwambie neno la Mungu linasema aliye na kitu ndiye atafanya nini? Ataongezewa. Na mwenye hana atanyang'anywa hata ile kidogo hapo. Aha. Mateso yako umeyaunda wewe mwenyewe. Juu nasemaga sina kitu. Unajua Kongo watu wanaitanaga majina. Kuna mtu alishagaita mtoto wake sina kitu. Kuna watu wanaitwa sina kitu. Sina kitu. Sasa kama hauna kitu na kile uko nacho unanyang'anywa. Na ule mwenye anaitwa nina kitu anaongezewa kingine. Mungu alibariki neno hili kwangu na